Leo kwenye Newsbreak Kenya tunamchambua kwa undani mtu ambaye jina lake la kihistoria, mapambano na uamsho wa Mwafrika. Karibu tuchunguze maisha ya Ngugi wa Thiong'o, mwandishi, mpigania haki na mtetezi mkubwa wa lugha ya Kiswahili na lugha za Kiafrika. Alizaliwa mwaka wa 1938 huko Kameridho, Kiambu, mtoto wa mama watatu kati ya wake wengi wa baba yake. Katika familia yake, wake wengi, mateso ya ukoloni na changamoto za umaskini, Ngugi alilelewa katika mazingira yaliyojaa mivutano kati ya utamaduni wa Kiafrika na mashinikizo ya wakoloni. Lakini hata akiwa mdogo, alikuwa na kiu ya elimu na sauti ya kipekee. Alihudhuria Alliance High School, kisha akaenda Makerere University Uganda. Hapo ndipo kipaji chake kilianza kung'aa. Tamthilia yake ya kwanza ilikuwa The Black Hermit, ilichezwa mwaka wa 1962 na kuwa tamthilia ya kwanza ya kisasa kutoka Afrika Mashariki. Ngugi alianza kama mwandishi wa Kiingereza. Weep Not, Child, The River Between, A Grain of Wheat na zinginezo zilimpa umaarufu mkubwa, lakini baadaye aligundua kitu kikubwa ndani yake. Kwa nini tuandike kwa lugha ya ukoloni ili hali tunazungumza lugha zetu wenyewe? Akaamua kuacha kabisa kuandika kwa Kiingereza, akawa mpinzani mkubwa wa lugha ya mkoloni. Akaanza kuandika kwa Kikuyu, akishirikiana na jamii yake moja kwa moja. Tamthilia yake maarufu Ngaika Ngenda ama Almari When I Want ilimuweka matatani na serikali ya Jomo Kenyatta. Mwaka wa 1977, baada ya kufanikisha tamthilia iliyochochea jamii, serikali ilimtia nguvuni. Alifungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja bila mashtaka rasmi. Akiwa gerezani, aliandika riwaya ya kwanza kwa lugha ya Kikuyu, Saitani Muthaibaini ya Devon the Cross, kwa kutumia karatasi za chooni ama ukitaka tissue paper. Kwa Ngugi, kifungo hakikuwa kifungo cha mwili tu, bali kilikuwa uwanja ukombozi wa kiakili. Baada ya kuachiliwa, alilazimika kuondoka Kenya, akaishi uhamishoni kwa miaka zaidi ya 20 kutoka Uingerezani hadi Marekani. Hadi alizidi kupigania lugha ya Kiafrika, akiwaandikia Waafrika kwa lugha za Waafrika. Leo Ngugi wa Thiong'o ni jina kubwa duniani. Amekufa profesa katika vyuo vikuu vikubwa kama Yale, NU, USC Irvine. Ameandika kazi nyingi zenye nguvu, ikiwa ni pamoja na Mimea ya Kifungo chake, The Teen na Decolonizing the Mind, maandiko yanayosomwa kote duniani. Amepewa tuzo nyingi na kwa muda mrefu amekuwa akitajwa kama mmoja wa watu wanaostahili tuzo ya Nobel ya fasihi. Lakini sio kila kitu kilikuwa chepesi. Wapo waliomlaumu kwa kuabundu lugha ya Kikuyu na kuipuuza Kiswahili. Wengine waliona msimamo wake mkali dhidi ya Kiingereza kuwa wa kiubaguzi. Pia uhusiano wake na serikali na familia wakati mwingine uligubikwa na mvutano. Lakini bila shaka, Ngugi ameacha alama isiyofutika. Amehamasisha kizazi kizima cha waandishi na wanaharakati barani Afrika. Maisha ya Ngugi wa Thiong'o ni ushahidi kuwa kalamu inaweza kuwa silaha ya mapinduzi. Ni hadithi ya kijana kutoka kijini aliyeamua kufungua macho ya Afrika kupitia maandishi. Leo bandala tunajifunza kutoka kwake kuhusu uhuru, utambulisho na maana ya kuwa Mwafrika. Je, unamkumbuka Ngugi kwa lipi? Tamthilia zake, mapambano yake, au msimamo wake kuhusu lugha? Atuambie kwenye comment section yetu hapa. Alafu zaidi usisahau kusubscribe, kulike na pia zaidi kushare hii video kwa watu wengine ndio waweze pia kujua habari kuhusiana na Ngugi wa Thiong'o. Hii ni Newsbreak Kenya, usisahau kuja hapa tena kwa video nyingine kama hii. Bye bye for now.